Ujasiriamali mzuri ni ule ujasiriamali ambao unakupa matokeo mazuri ya upande wa faida. Katika video ya siku ya leo msikilizaji, naenda kukuelekeza namna ya kutengeneza sabuni za vipande kama hizi ambazo nimetengeneza. Na hapa nimezikata, nimezianika na ziacha masaa 12 ndipo nakuja kuzifungasha. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lordness Enterprises. Nimeweza kuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira, lakini pia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Hivi ni vitabu msikilizaji ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe katika masuala mazima ya kuzalisha sabuni mbalimbali, kama vile mfano kitabu cha Ujasiriamali ni Ajira ni kitabu ambacho nimekuandikia sabuni za vipande, sabuni za miche, sabuni za magadi, sabuni za kuogea pamoja na sabuni za tiba za aina mbalimbali. Lakini pia kitabu cha Miliki Kiwanda Chako ni kitabu ambacho nimekuelekeza hatua kwa hatua kuanzia chini mpaka kukamilisha kwa product husika zaidi ya bidhaa 18. Mfano wa bidhaa ambazo nimeandika katika kitabu cha Miliki Kiwanda Chako ni sabuni za maji, tiles cleaner, shampoo, kuna jiki, kuna mafuta ya nywele, kuna mafuta mgando, kuna lotion, lakini pia kuna bidhaa 18 ndani ya hicho kitabu. Kwa hiyo tuendelee, na wewe ambao unahitaji madarasa yetu pia unaweza ukanitext kupitia WhatsApp namba 0783 50 09 71. Karibu sana kwenye ujasiriamali, twende pamoja. Msikilizaji, ukitaka kutengeneza sabuni za vipande, mfano katika video ya siku ya leo tunaenda kutengeneza sabuni ya vipande vyeupe, lakini pia vipande vya rangi ya pinki. Kumbuka kwamba sabuni unapoiweka kala au unapoiweka rangi, kuna mvuto wa ziada ambayo inaongeza. Kwa hiyo hata mtumiaji basi anapoona kwamba ina rangi ya pinki na yeye chaguo lake huwa ni rangi ya pinki, kwa hiyo unamsaidia kumrahisishia kuchukua ile sabuni ambayo tayari umesha add kala. Kwa hiyo kuna utofauti fulani tofauti na kuacha vile vile bila kutumia kala. Kwa hiyo unachokifanya msikilizaji, katika utengenezaji wa sabuni tunatumia mafuta ya mise. Mafuta ya mise tunachanganya na caustic solution. Sasa kila kimoja au kila kiambata kimoja kina kipimo. Kwa hiyo mafuta yana kipimo chake, lakini pia caustic solution ina kipimo chake. Mbali na kipimo chake, imepimwa kwa kifaa ambacho kinaitwa hydrometer kama ninavyoelekeza katika video zingine. Msikilizaji, kumbuka kwamba ujasiriamali ni ajira. Ikiwa utaamua kujikita katika ujasiriamali, jifunze kiundani zaidi. Pale unapokuwa umemaster, basi unaweza kufanya kitu ambacho kinaweza kika-inspire jamii, lakini pia ukawa ni mtu muhimu kwao, kwa sababu utakuwa unatengeneza bidhaa na wao watakuwa wananufaika kwa kupata zile bidhaa aidha kwa bei nzuri kwa sababu umezalisha mwenyewe. Na kumbuka bidhaa ukiwa unazalisha mwenyewe ni tofauti na ile bidhaa ambayo unaenda kununua dukani. Kwa hiyo bidhaa ambayo unazalisha mwenyewe unaweza kupanga bei yako tofauti kabisa na ile bei ya dukani. Kwa hiyo lazima tuwe na mafuta ya mise, lazima tuwe na caustic soda, tuiandae iwe caustic solution. Baada ya kuwa caustic solution, tuipime kwa kifaa ambacho kinaitwa hydrometer. Baada ya kupima, tunaichanganya kati ya caustic solution pamoja na ile mafuta ya mise. Mafuta ya mise huwa yana tabia ya kuganda yanapokutana na mazingira ya baridi. Kwa hiyo zingatia sana, ikiwa yameganda na unataka kuzalisha, fanya jitihada zozote zile za kuyayeyusha yale mafuta yako, ndipo uyachanganye na caustic solution. Na usiweke caustic solution mradi kwa sababu tu imeshapoa, hapana. Hakikisha unapima kwa kifaa kinachoitwa hydrometer ili upate kipimo sahihi na kipimo halisi. Asa baada ya hapo unachanganya. Na ukichanganya caustic solution pamoja na mafuta, unapata mabadiliko ambayo yanafahamika kitaalamu kama saponification. Saponification ni muunganiko wa mafuta pamoja na caustic solution. Pale unapokuwa hauwezi kutenganisha tena mafuta peke yake na caustic peke yake, au pale ambapo hutaweza kutenganisha tena caustic peke yake na mafuta peke yake, lile badiliko tunaita saponification. Kama inavyoonekana kuna uji fulani ambao umeshakuwa sabuni tayari, bado tu kwenye kuganda. Sasa unaweza ukadi rangi, kwa sababu tunatengeneza nyeupe na pinki. Kwa hiyo tunaweka nyeupe kama tunavyoona, hii hapa ni rangi. Na rangi nyeupe ukiweka inaleta sabuni yako kuwa katika hali ya uangavu zaidi. Usipoweka itakuwa kama cream fulani hivi, lakini ukiweka unaisaidia ile sabuni yako kuweza kushine zaidi ya ilivyokuwa kawaida. Na vile vile container lingine, kwa sababu tumekoroga makontena mawili,
Kontena la pili tunaweka rangi ya pinki. Kumbuka tutatengeneza zile sabuni ambazo tumeziona mwanzo wa video, ambazo kuna pinki lakini pia kuna nyeupe. Zitatoka ngapi na ni shilingi ngapi, nitapata kiasi gani, nimetumia gharama kiasi gani, ni mambo ambayo unapaswa kujifunza. Nitaanzaje kuzalisha, ni vizuri ukajifunza. Unahitaji nakala ya kitabu kwa ajili ya kujifunza zaidi au madarasa, unaweza ukanitext WhatsApp kupitia 0783 50 09 71. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Loudness Enterprises. Kama kuna reject ambazo zibaki siku ya jana kama hizo za pinki ambazo tumezirudishia pale, sabuni huwa haitupwi, tunaziweka tena, tunapeleka jikoni, tunaanza kuzipika, zinakuwa sabuni, zinaongeza volume ya mkorogo wetu, tutakuja kupata vipande vingi zaidi. Hasa hapa unaweza kaona kwamba yes, mkorogo wetu hapa ni baada ya kutoa jikoni. Huu ni mkorogo mweupe tumetoa jikoni, imekuwa nyepesi zaidi, tunasubiri ipoe kidogo, na pinki pia kama inavyoonekana tumekwisha kuzitoa jikoni. Yes, hapa sasa lazima tukoroge zianze kupoa. Baada ya kuanza kupoa tutaadi perfume. Yes, tutaadi perfume. Unaweza usiweke glycerin kama umetumia mise peke yake kwa formula zangu. Baada ya hapo tunamimina kwenye moldi kama hapo, tunasubiri baada ya masaa 12 ndipo tutakuja kukata. Kuanzia masaa 12 mpaka masaa 24 tunaweza tukatoa kwenye moldi zeni tutakata. Kwa na waahidi kwamba tawaletea video ambayo inaonyesha ukataji. Kwa karibu, unapenda kuchangamkia fursa, ujasiriamali ni ajira. Kama una changamoto au unapenda kujifunza, ni text kupitia namba zangu hizo.